Maana nakuona unaletea chokochoko tangu ndani. Kama umenipenda mimi, nipende mimi jinsi nilivyo, matendo yangu na umbo langu. Simu yangu kuishika marufuku na kukomesha kwa herufi kubwa. Sitaki. Password yangu wewe ya nini? Password yangu mimi ya nini? Kama umenichoka nikupe password ya hii simu. Sio, unaelewa vizuri? Tena tafadhali sana unikome. Sitaki mazoea na kitu kinaitwa simu yangu. Hata ukiisikia inaita, geuza shingo yako pembeni. Simu yangu achana nayo. Yaani usisogelee, usiguse. Unanitaka unitaki? Kama unitaki nikupe password ya simu. Hebu ngoja kwanza. Hizi kelele zote za nini mama? Hebu angalia si majirani tunawapa faida za vitu ambavyo vya kijinga na kipumbavu. Mimi wewe ni mke wangu, mimi ni mumeo. Tuongelee ndani. Au unatoka ndio unakuja nje kutafuta nini sasa? Hebu twende ndani basi tukaongelee ndani mama. Hapa nje faida tunawapa watu wengine. Ndani siendi na simu sikupi. Kama umenichoka nikupe password ya simu. Shika kama unataki. Chukua. Wewe vipi unataka kunipanda kichwani? Usinipande hapa. Usinipande hapa Kavumba. Heshima ambayo nimekuwekea naomba ibaki hivyo hivyo. Na kuheshimu. Jiheshimu na wewe. Hebu njoo ndani. Nini saizi mtu mzima ovyo kwenye nyumba za watu? Samahani shemeji, nimempitia Kavumba. Ovyo. Kavumba wewe una shida naye gani? Nimemfuata ile ndani katika mazoezi ya kuigiza. Waigizaji mtakuwa nyie. Huyo Kavumba unayemtaka hapa hayupo. Tena usinitibue uzazi na wewe, umesikia? Nenda huko. Yaani leo ndo mwanzo na leo ndo mwisho. Sitaki kukuona. Unaonekana kabisa wewe hujaoa, huna mwanamke. Kila siku ndugu yangu unaupepeta. Unautwanga tu mchele. Kwa ndio umekuja kumfuata na Kavumba ili mwende mkapepete wote, mkautwange wote, si ndio? Wage kidogo wewe. Fanya kuondoka. Basi kama yupo ndani, bora tu ungemtoa tungeendelea sisi na pilika zetu. Bwana toka pilika gani? Pilika mnazonyie. Pilika ziko sokoni uko Kariakoo kwa waendesha maguta. Muone kwanza kichogo chake. Nisikuone tena hapa Nyang'oro wewe. Pepe liko lele. Yaani bado peke yako, hujatoa mchango, hujakata sare, una shida gani binti? Sina hela kijola, nikipata nitachukua. Kwanza anaichangisha michango nani? Michango anachangisha huyo Aisha Kimwanya. Mtoto nuksi yule, hatari muone vile vile ninavyokuambia. Hafai hata kidogo, yani hafai kwa kuchovya wala kwa kurumagia. Mtoto tapeli haifai. Alituchukulia sisi 10,000 za vijola, akaenda kununua mijola 3,500. Hiyo 9, 10 sasa ambao ndo big news ninavyokuambia. Alichukua mchango 40,000, akaja kutulisha bwabwa bichi saa 7 ile saa 8 usiku linakini. Afai. Usije ukajichanganya, usisubutu. Kwanza shoga yangu hizo nilikuwa nazisikia tu za chini, nilikuwa sina uhakika nazo. Kumbe habari yenyewe ndio hiyo. Sasa hela yangu naitia kwa pani. Mimi mwenyewe naitoa kwa kusikilizia. Maana mimi mwenyewe hali yangu ngumu. Sio kwamba tunaenda kwenye shughuli za watu tunahela sana, ni vile tu mtu mwenyewe mara 3 anafanya shughuli. Kila siku anafanya shughuli yeye. Zawadi tumchangie yeye. Safari shoga yangu na mimi, nitaenda kumtia suna hata mtoto wa dadangu tu nipate hivyo vizawadi. Siwezi nikakubali. Mara ya 3 hii. Hapana. Ndo mambo yake hayo. Yule mwingi wa habari, muone vile vile. Basi, subiri hapa mume wangu arudi, nimwachie funguo. Si unajua tena mlango wetu chumba cha nje shoga yangu hapa nikiacha kigodoro chetu hiki na kijiko chetu vinaweza vikabebwa. Tukafana njia, tukalala chini mbavu zikatuma. Kwa subiri mume wangu hapa Kavumba aje nimpe funguo tuende. Wewe naona ushaanza kutia kitumbua mchanga hapa.
Haya, huyo Kavumba katokea wapi tena? Kavumba anakupa nini wewe? Mtu mwenyewe anategemea giza ndo mle maisha yaende. Sasa hivi mtaani wasanii hivi wengi wapo kibao, mpaka wengine wanauza mboga mboga, wengine wameamua kuwa makondakta. Haya, wewe mwanaume wako kwanza kijitu chenye kiko hivi kifupi. Huyo director mpaka hajamuone leo, hajamwangalia hivi namna hii leo. Shoga yangu, hebu changamka bwana, hata kunitia aibu. Kuna wanaume kibao wa maana, simu yenyewe ya mkopo kulipia tu mtihani. Nimekutumia message kibao hujaziona. Namna gani hiyo shoga yangu? Unanitajia Kavumba kafanya nini hapa? Hebu changamka kwanza, hapa anavyoongea nyanyuka tuondoke. Usianze kuniletea zesheni. Mimi nimechoma mguu wangu huko mpaka kuja hapa, unaanza kuniletea mambo meusi mimi. Sasa sijui funguo nimwachie, sijui niondoke nayo, yani nashindwa kuelewa. Hebu angalau unavolegeza sauti. Hebu nyanyuka bwana uko tuondoke. Wewe unamsubiri mtu, unasubiri kitu gani? Unasubiri masika au vuli? Hebu nyanyuka twende. Kama ana shida anafungua ataifuata huko tunapoenda shuleni. Kwani umtaa atapotea mtu hapa? Twende babu wewe. Mimi nishafika hapa. Twende. Mke wangu za saizi? Salama, mambo. Poa, mbona nimefika hapa nyumbani mlango umefunga na funguo hakuna. Alafu umeenda wapi hujaniaga? Mimi nimetoka, nipo huku kwenye shughuli kwa kinaisha Kimwanya. Sasa kwenye shughuli, mbona mimi nimeondoka asubuhi hapo hujaniaga kama unatoka kwenda kwenye shughuli? Sasa inakuaje unaondoka bila taarifa yangu kama mmeo? Bwana, mimi nilisahau kukuaga, mwenyewe nimekuja kututuswa tu hapo, kaja kunipitia salama bwana, kuna shughuli ndo nimekuja. Kwa funguo ndo nimesahau, nimeondoka nayo, nipo nayo huku. Lakini mke wangu, huo sio utaratibu. Mimi ni mume wako. Hata kama kuna jambo la dharura nipigie simu niambie. Mume wangu, mimi natoka na kwenda sehemu moja sehemu mbili. Sasa kama mimi nakuja hapa saa hizi nimechoka, nimetoka kazini, alafu unaanza kuniambia swala kula kwa umeenda kwenye shughuli. Sasa mke wangu, mbona kila siku ni shughuli? Shughuli haziishi kwa wiki mara 5 mara 6. Yaani inakuaje sasa imekaaje? Lakini mke wangu, Utaratibu gani unaozungumzia leo? Umeshaanza gugu, mwanaume una mdomo sana wewe. Kuja kwenye shughuli tu ndo maneno yanakutoka namna hiyo. Mimi nimekwambia funguo nimesahau, nimeondoka nayo. Wewe kama vipi mtume bodaboda aje kuchukua funguo kuletee? Kama ila bodaboda una njoo mwenyewe upate. Maneno yanakutoka unayamaliza jamani. Kisa funguo tu, hauna jingine umekuja nalo wewe leo. lakini wewe unajua unazungumza na mmeo lakini hapa. Mume bongo bwana, mimi niko kwenye shughuli. Lakini mke wangu unanikosea bwana, hebu niletee funguo bwana. Mimi siwezi kutuma bodaboda. Mimi hapa nimetoka kazini sijapata hata shilingi 10. Hebu niletee bwana funguo bwana, mimi niingie ndani pumzike. Lakini mbona unifanyia hivyo? Lakini Basi kama huwezi kumtuma bodaboda njoo ufuate mwenyewe. Njoo huko kwenye kwa kinaisha Kimwana huko kwenye shughuli, njoo. Njoo utanikuta. mimi bwana siwezi kuja bwana, niletee funguo bwana. Babu usipige makelele. Ndio kwanza tumekuja hata shughuli haijaanza utakapotuletea shengesha. Akwewe kumpeleza shoga yangu. Mke pia kisupena na lebo mgongoni hapo. Hebu tupishe. Ana mambo ya ajabu. Bwana baada. Sana.
Mary rafiki yangu, hivi ukijiangalia umri wako na wangu tuna tofauti gani? Hivi kwa nini uliwahi kukimbilia kuolewa? Mary, umefubaa tena, umefubaa swa. Na kumbe siku zote nakwambia nataka kuja kwako na nipiga chenga. Umbe unaogopa ni maisha nini haya? Mgeni nakuja unanikaribisha kwenye kigodoro, tena sio kitanda, godoro. Cheki chumba, vyombo vipo ovyo ovyo, miguo sijui mijiko minini, yani shagala bagala. Mary, hapana, umenichosha rafiki yangu. Kwa nini? Yani chumba kieleweki, mapanzia ovyo ovyo, umefubaa Mary. Nachokushauri tu achika shoga yangu. Mimi mwenzio uko nje na misponsa tena na libaba aswa na linanionga hatari. Kwa nachokushauri achika, uje uungane na mimi. Mmezo na maisha mazuri na kushangaa wewe. Kwani Vero, mbona maneno yanakutoka sana, unaongea sana maneno mengi Shida nini? Ninachomaanisha Mary, maisha yako ya hapa ni mabovu. Kwa kuongea kote uko na maanisha nini? Na maanisha kwa nini ulikimbilia kuolewa? Si uachike. Mimi niachike. Sikia tu nikwambie kitu kimoja. Yaani hapa hachiki mtu. Na kitu cha msingi ambacho hukijui wewe, yaani nampenda sana mume wangu. Yaani nampenda mno. Tena zaidi ya sana. Sasa wewe ambao unataka mimi niachike, huo muda mimi sina. Na hivi vitu ambavyo unaona sijui hamna, sijui kigodoro, ni maisha yangu bibie. Ni mimi na mume wangu. Na sio vinginevyo. Bado naendelea kujitafuta. Kwani shida nini? Mimi nimempenda na nimeridhika ninavyoishi. Kwa sababu nimeridhia. Sio tunaelewana? Kwa hiyo cha msingi, acha kuongea sana. Mume ni naye na natamba naye. Hakuna cha kunibabaisha chochote kile. Na siku zingine ukija hapa usiangalie mazingira ya nyumba yangu, kuja na vitu vyako vya msingi kama rafiki yangu basi. Mary, bado hujatoka. Watoto 2000 hatupo hivyo. Changamka, upoje wewe? Hivi ushauri wako unaona utanibadilisha mimi akili? Mijibaba. Sponsor. Mimi hainihusu. Wewe umeamua kutafuta masponsor, baki nayo. Mimi nimeridhika na mume wangu. Na hawa masponsor wanaosema hao si wanafanya nini vibaba, si itakuja kulambe siku moja wewe. Mimi bora nimeanza maisha haya ya chini na mume wangu. Mwisho wa siku utashangaa mambo yamekuwa sawa. Hapo unajiona wewe mtu classic sana. Nitakuwa kama wewe tu soon. Mume wangu namuona hivi alivyo pale. Ananipenda sana tu. Hata mimi pia nampenda sana. Kwa hiyo cha kufanya ndugu yangu, umeona ile jiko pale? Kachukue ile jiko, ule pale mkaa, kawashe, upike chakula. Tule. After that, uondoke kwako. Niache na maisha yangu. Mimi na wewe ndugu yangu sio njia moja. Ni vitu vili tofauti. Hapo ni ushoga tu. Mary, sio kweli. Mimi nikoleze mkaa, nipike? Hapana. Mkaa Mary, mimi sijazoea maisha. Na kwanza chakula cha kwenye mkaa sijui hata kama kinaiva. Hapana. Uwezi kula, uwezi kushika mkaa. Basi hamna shida. Kama uwezi kufanya vyote hivyo, wewe chukua ngoko zako, sepa. Ama kweli Mary, mwanaume amekuharibu akili. Yaani sasa hivi mimi sina hisia kabisa na wewe. Yaani kilichobaki hapa, naitaka hisia ya maendeleo tu basi. Mary, acha dharau. Tena acha ujinga kabisa mwanamke. Labda nikukumbushe kitu kimoja. Umekuja nyumbani kwangu kwa lengo moja tu, tena madhubuti. Hakuna kingine zaidi ya mapenzi. Ni lazima tufanye sex, utake usitake. Kwa sababu nyumbani kwenu ulikuwa unakula,
ulikuwa unalala vizuri, ulikuwa unapata huduma zote zinazostahili kwa babako. Au umekuja kwangu kutafuta nini? Anayeolewa lazima lale bila nguo. Lazima unipe penzi. Kwani ulikuwa nakula huko na shiba mpaka unajamba jamba mitaani. Leo unataka nini kingine? Mama, sex napata. Sasa nakwambia hivi, sex sifanyi na wewe mama yako naongea longolongo siataki. Nakwambia hivi nataka maendeleo ya nyumba basi. Na hapa sasa hivi nalala. Kavumba usinigusi. Nakwambia tena usinigusi. Ukisubutu kunigusa Kavumba, yaani nitapiga makelele mpaka majirani wote wasikie hapa. Nitakugeuzia kesi Kavumba. Nitasema umenibaka, umeniingilia kinyume na maumbile. Na hiyo itakupelekea Kavumba ukafungwa jela wewe. Utafungwa jela nakwambia kwa tamatama zako za ngono.